Yes, kama wewe ni mjasiriamali ambaye unatamani kujifunza namna sahihi ya utengenezaji wa sabuni ya mche kama Jamaa, basi hakikisha unasikiliza video hii mpaka mwisho. Na ndani ya video hii nitakwenda kuelekeza hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza ukatengeneza sabuni ya mche kama Jamaa ukiwa nyumbani kwako ndani ya siku 2 tu. Hello, naitwa Mr. Kinganija ambaye ni mkurugenzi wa Kijuki Projects na usaidia vijana kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za viwandani ukiwa nyumbani kwako pasi na kutumia mtaji mkubwa wala kuwa na mashine. Sasa siku ya leo nataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukatengeneza sabuni ya mche kama Jamaa ukiwa nyumbani kwako. Na somo hili la leo nataka nitoe kipengele kimoja tu ambacho kinapatikana katika kitabu changu cha utengenezaji wa sabuni ambacho kinaitwa jina la Mjasiriamali na Bidhaa za Viwandani, ambapo ndani ya kitabu hicho kuna mafunzo mengi sana zaidi ya 13 kama sabuni za mche kama Jamaa, sabuni za magadi, utengenezaji wa shower gel, hair shampoo, jiki na bidhaa zingine nyingi. Lakini siku leo nataka nikupe dondoo chache ambapo tutakapozungumzia namna sahihi ya utengenezaji wa sabuni ya mche kama Jamaa. Sasa twende hatua kwa hatua ili uweze kujifunza hatua hizi na uweze kutengeneza bidhaa ambayo inakuwa na ubora uliokuwa mzuri. Hatua ya kwanza ni ujue vifaa. Ujue vifaa ambavyo vinavyohitajika katika utengenezaji wa sabuni ya mche kama Jamaa. Jambo la kwanza, uwe na caustic soda. Hii ndio kemikali ambayo ni muhimu sana katika utengenezaji wa sabuni ya mche kama Jamaa, kwa sababu kemikali hii ni kemikali ambayo inakwenda kukusaidia, kwanza inasaidia mafuta pamoja na maji yaweze kuchanganyikana, kwa sababu unajua automatic mafuta na maji huwa havichanganyikani kabisa. Kwa hivyo unatumia caustic soda. Hii ni kemikali ambayo inakwenda kusaidia mafuta na maji yaweze kuchanganyikana. Lakini kazi nyingine ya caustic soda inakwenda kusaidia kutengeneza povu katika sabuni, yani mafuta yanapoungana na kemikali hii ya caustic soda, kichemistry tunaita saponification process, ambayo hii ni kitendo cha kutengeneza povu ambayo ndio sabuni yenyewe. Kwa hiyo caustic soda inakwenda kusaidia kutengeneza povu. Kwa hiyo ukitaka sabuni yako ina povu la kutosha, kisha watumia caustic soda ili uweze kutengeneza povu linalokuwa linalotosha zaidi, kwa maana povu jingi. Lakini pia kuna vitu vingi ambavyo of course tumevizungumza zaidi kwenye kitabu, ambapo kwa mfano labda ikiwa ni maji ya chumvi, utumie kemikali gani ambayo itakaweza kusaidia kutengeneza povu la kutosha, lakini pia namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza povu hata kama maji yana chumvi. Kwa hiyo vingine hivyo tumevizungumza katika kitabu, lakini hivyo ni kwa mtu ambaye anakuwa sasa tayari ameshajifunza, angalau anajua zile hatua za mwanzo. Hivyo vitu vingine ndivyo anaweza kujifunza kwa baadaye, lakini kwa sasa nataka kwanza ujue basic namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni yako ya mche kama Jamaa. Kwa hiyo kemikali ya kwanza lazima uwe na caustic soda. Kemikali ya pili tunaita ni sodium silicate. Hii ni kemikali ambayo ina kazi moja kubwa ambayo ni kuisaidia sabuni yako ichelewe kuisha, kwa sababu watu wengi huwa wakitengeneza sabuni zao wanajikuta anatengeneza sabuni ndani ya muda mchache imetumika imekwisha. Watu wanajiuliza sana maswali haya, na nipata maswali mengi sana, ndio maana kuandaa video hii ili uweze kujifunza zaidi. Kwa hiyo kemikali ya pili ni sodium silicate, ambayo kazi yake kubwa ni kuifanya sabuni yako iweze kuchelewa kuisha. Kwa hiyo unapotumia sabuni yako inatumia muda mrefu sana kuweza kuisha. Lakini kazi nyingine ya hii sodium silicate ni kuondoa mwasho, kwa sababu caustic soda huwa inakuwa ni kali. Hii ni kemikali ambayo inakuwa ni kali. Kwa hivyo unapotumia sodium silicate huwa inaifanya ile sabuni inaondoka ule mwasho. Kwa hiyo unaweza hata kuogea. Hiyo ni kemikali ya pili. Kemikali ya tatu, obviously kemikali ni mafuta. Mafuta ndio malighafi ya tatu ambayo itakayotumika katika utengenezaji wa sabuni ya mche kama Jamaa. Mafuta ambayo yanayoshauriwa sana ni mafuta ya mise au mafuta ya mawese. Haya mafuta bora zaidi, lakini unaweza kutumia mafuta yote yenye uwezo wa kuganda kama vile mafuta ya nazi, mafuta ya mbosa, mafuta ya wanyama. Yote hayo unaweza kutumia, lakini mafuta mazuri kuliko yote ni mafuta ya mise au mafuta ya mawese, ndio mafuta mazuri katika kutengeneza sabuni hizi. Hiyo ni kemikali malighafi ya tatu. Ya nne, tutumia perfume kwa ajili ya kuleta harufu nzuri, pamoja na glycerin kuweza kuifanya sabuni yako iwe laini. Maana ni kwamba unapotumia, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanauliza kama swali, mtu anatengeneza sabuni lakini akitumia inaacha mikono imekakamaa, labda mtu amefulia nguo ama imeoshea na mikono inakuwa inakakamaa. Sasa hiyo ni sababu ya mtu hajatumia glycerin katika utengenezaji wa sabuni yako. Kwa hivyo unatumia glycerin, unafanya mikono yako inakuwa laini baada ya kumaliza kutumia sabuni yako. Hizo ndio malighafi kuu za kutengeneza sabuni yako. Tunasema malighafi ya kwanza ni caustic soda, malighafi ya pili ni sodium silicate, malighafi ya tatu ni mafuta, malighafi ya nne ni glycerin, na malighafi ya tano ni perfume. Sasa tuende kwenye hatua za utengenezaji wa sabuni yako. Jambo la kwanza, inatakiwa uanze kuchanganya caustic soda pamoja na maji. Kwa hivyo
unachukua caustic soda unachanganya na maji. Baada ya kuchanganya caustic soda na maji, unahakikisha imechanganyikana vizuri sana iwezekanavyo, na baada ya hapo utakwenda kuiweka katika uiache kwenda na masaa 24 ili iweze kupoa, kwa sababu unajua hii caustic soda huwa inakuwa ni kali sana. Kwa hivyo unapokuwa umeitengeneza, hakikisha unaichanganya na maji kwa vipimo ambavyo vinakuwa ni sahihi, ili uweze kutengeneza sabuni yako ambayo inakuwa ina ubora uliokuwa mzuri zaidi. Kwa hivyo muda sahihi ni kwanza masaa 24 ndipo itakuwa imepoa. Utachukua caustic soda, utamimina katika maji, utaichanganya, utaiweka pembeni ndani ya masaa 24 ili iweze kupoa. Baada ya hapo inakuja siku ya pili. Sasa hatua inayofuatia ni kuchukua sodium silicate, utachanganya na ile caustic solution ndani ya dakika kama 5. Baada ya hapo utaanza sasa kuchanganya mafuta taratibu, na hapo ndipo sabuni inapoanza kutengenezeka. Unapoanza kumimina tu mafuta kwenye ile solution yako, utaanza kuona mafuta yanaanza sasa kubadilika na kutengeneza ule uzito. Mafuta yanabadilika, mwisho wa siku yanaanza kuwa mazito, na hivyo ndivyo sabuni ambavyo inakuwa inatengenezeka. Na utakapochanganya kwa dakika 10-15 utaona tayari ule mchanganyiko wako upo tayari sasa kwa ajili ya kwenda kugandisha. Na utajuaje mchanganyiko upo tayari kwa ajili ya kugandisha? Utauona unakuwa una asili kama ya kung'aa, yaani unakuwa una kama una mafuta fulani yaliyong'aa. Hapo utajua mchanganyiko wako tayari umeiva kwa ajili ya kwenda kugandisha. Kama hujagandisha, utaweka perfume pamoja na glycerin, utachanganya vizuri. Baada ya hapo utakwenda kumimina katika box la kugandishia, na utaiacha kaenda masaa 6 mpaka masaa 12. Tayari sabuni yako inakuwa imeganda, na baada ya hapo utaitoa kwenye box lako la kugandishia, na utakwenda kuikata sasa katika vipande ambavyo unataka, aidha katika vipande vidogo vidogo ama katika miche, inategemeana mche ukubwa wa jamaa ama ukubwa tofauti tofauti inategemeana. Lakini pia kuna namna ya kuitengeneza ile rangi ya sabuni ya jamaa. Of course hivi tumezungumzia katika kitabu, lakini kwa ufupi ni kwamba hakuna rangi maalum ambayo inafanana na jamaa, isipokuwa huwa kuna utaalamu ambao unatumika uweze kuchanganya rangi kama 2 hivi. Sometimes hata rangi moja unaweza kutumia, lakini mara nyingi kuna rangi hii ya brown. Unaweza kutumia rangi ya brown ama rangi nyekundu. Ukizichanganya zile huwa zina tabia ya kuanza kuibadilisha sabuni yako taratibu. Unaanza kuweka kidogo kidogo, utaanza kuona sabuni yako inabadilika. Kabla haijafika kwenye nyekundu, itapitia kwenye rangi ya sabuni ya jamaa. Utaachia hapo na sabuni yako itakuwa na rangi kama jamaa jinsi ilivyo. Na katika kukata utakata vizuri kama vile vipimo vya sabuni ya jamaa. Of course itaonekana sabuni ikiwa bora sana. Na tuna wanafunzi wengi sana ambao walikuwa hawaamini kama unaweza kutengeneza bidhaa kama hizo. Lakini sasa hivi wamefanya na wanatengeneza bidhaa ambazo zinakuwa zina ubora wa mzuri sana. Kwa hivyo yalikuwa ni maelezo tu kwa ufupi. Kama una swali unaweza ukauliza ili uweze kupata ufafanuzi mzuri zaidi. By the way, kama unatamani kuweza kujifunza hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni yako ya mche kama jamaa yenye ubora uliokuwa mzuri, uweze kupata zile formula za namna ya kuumua sabuni yako na kuongeza idadi ya miche, lakini pia uweze kufahamu zile kemikali ambazo zitakazo kukusaidia hata kama maji ni ya chumvi uweze kupata povu linalokuwa la kutosha, lakini pia uweze kukata vizuri sabuni yako yenyewe uweze kupata malighafi kwa bei rahisi. Lengo ni kutengeneza faida ambayo inakuwa nzuri, kwa sababu hamna mjasiriamali ambaye anapenda tu kutengeneza. Hapana, wote kila mmoja anapotengeneza anapenda atengeneze then auze apate faida inakuwa nzuri. Kwa hivyo yote hivyo tunafundisha katika kozi zetu za ujasiriamali. Of course mafunzo yako mengi, lakini kwa siku ya leo nitaka kwanza nikupe mwongozo namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni yako ya mche kama jamaa kutumia formula rahisi sana. Hiyo ni ndani ya siku 2 tu. Kwa hivyo kama unatamani na wewe kujifunza sasa vizuri hatua kwa hatua, kuna vitabu vipo ambavyo ni soft copy ambavyo utakipata kupitia WhatsApp ndani ya dakika 5 tu. Lakini pia tuna kozi zetu za ujasiriamali ambazo tunaziendesha online kupitia WhatsApp, ambapo utapenda kujifunza hatua kwa hatua pamoja na usimamizi, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakijifunza sehemu mbalimbali. Wapo watu ambao wanahudhuria mafunzo ya live, lakini changamoto inakuja mtu akipata changamoto, labda sabuni imewahi kuganda ama imekuwa ngumu sana ama imewasha, nani amuulize? Hiyo ndio changamoto kubwa, na of course tumekutana nazo sana na tumeweza kuzisolve, na sasa hivi watu wanafanya vizuri sana. Kwa hivyo ninavyosema usimamizi ni kwamba awepo mtu ambaye atakayeweza kukufuatilia hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni yako ya mche kama jamaa. Kama kuna sehemu kuna changamoto,
Nasema unahitaji ufafanuzi zaidi, namna gani utapata material, kwa sababu nikutana na maswali mengi sana ambapo kila mtu anauliza material apate sehemu gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vyote hivyo utaelekezwa, kwa sababu mwisho wa kitabu kuna namba almost karibia mikoa yote tumeweka namba za simu pale, isipokuwa mikoa michache sana, lakini namba za simu ziko pale kwa ajili ya kupata malighafi kwa bei rahisi kutokana na mkoa wako. Kwa hiyo kwa kifupi, utaratibu wa mafunzo na kwa mfumo wa namna hiyo. Kama na wewe unatamani kuweza kujifunza, basi nakukaribisha sana katika mafunzo yetu. Take care and talk to you soon.